shemeji. Mimi asante bwana. Mimi ndo chuma cha pombe. Mimi waga sikukubali redio. Yaani waga sikubali. Njoo yole zawadi ulionipatia mpuzi wewe. Dada wa bando kawa tegemeo kwenye familia. Dada wa ba kawa shangaza watu kwenye hii dunia. Dada wa bando kawa tegemeo kwenye familia. Dada wa ba kawa shangaza watu kwenye hii dunia. Dada wa ba. Dada wa ba. Mara pa simu ya nyumbani ikamshukia. Mapembe, njoo ndani. Kama nachiona. Yaani nikisema tu Mapembe, njoo ndani. Kama nachiona. Limfulani hata lieleweke. Liangalia na hiyo minguo yake. Hili linanikera hili. Wewe usogee. Waogopa. Mimi naitwa chuma cha pombe. Sijui anikumbuka ama kisiki. Sasa wewe bwana, unajua kwamba mimi ni wakukomba msamaha kirahisi. Mimi nina mitego, mimi nina mitego. Utaendelea kuwa natoa kila siku. Wewe mpumbavu, siwezi kuendelea kuwa na wewe. Na wewe sio ndugu yangu. Mimi namfahamu Mapembe. Ndio mtu ambaye tunaweza tukakaa tukaongea. Wewe hamna kabisa, hamna. Yaani wewe sikujui. Sio unanielewa. Pesa za mjinga. Dadio. Wewe ni takataka kwangu. Wewe utaendelea kutoa. Sijakuweka hapa ila sasa utaendelea kutoa. Lazia si unaye. Sasa unaganda hapo mpigwe picha. Napenda sana. Na nimependa sana kuwa na shemeji aina yako.
Nikuletee kiti sasa baada ya kumaliza kuzungumza ukae. Mimi sitaki kiti. Najua umechoka sana. Hiyo pombe ni kali. Tutengeneze chochote kitu ili upate msosi. Sky. Mimi ndio najitambua, najifahamu kwa mimi kisiki. Sasa masuala ya kujitambua achana nayo. Kama ukijua wewe ni mpumbavu, umekuwa na akili, usingenipatia pesa mimi, usingenipatia radio, usingenipatia. Hebu sogea. Unataka kunikimbia? Njoo hapa. Siku ile ulinipiga panga, naye nilikwambia nataka nikuzibue kichwa kwanza afu kalale. Bwana shemeji, hebu achia kwanza, achia. Nimekusaidia pesa ili kwamba ukatengeneze mazingira ya kula na masuala mengine tu ya matumizi ya kawaida, lakini umeenda kunywa pombe. Ila bado mimi sihitaji ugomvi na wewe bwana shemeji. Nenda kalale kama ni kulala, sababu umeshakunywa kalale. Yaani wewe unisaidie hela chakula wewe. Wewe mpuzi. Wewe utakuwa unanipa za pombe. Maswala ya kula achana nayo. Haya basi sawa, unaweza ukaondoka ukalale ukapumzike. Ng'ombe kabisa. Mimi sitaki bwana. Wewe nimekuja mimi naondoka mimi kama mimi. Yaani mimi nataka hela zangu. Yaani nilitaka kumbe nilitapeli hivi. Mimi nataka hela zangu. Yaani leo na hapa zitoki sasa. Yaani na hapa zitoki. Lenyewe linachukua hela zangu. Kulitega tu kidogo lenyewe limechukua. Yaani na hapa amejichanganya sasa. Yaani hapa amejichanganya. Yanasema kama mtu aishi mpaka ishe. Yaani hapa amejichanganya. Unakula hela yangu. Mimi nimelitega tu kidogo kumbe lina tamaa. Yaani wewe hata kama umejifungia ndani, mimi hapa stoki. Nataka hela zangu. Na nakuja kuliambia li bwana lako hilo. Mimi hela sio ya kwangu hiyo hela. Lenyewe nimeichukua hata ndani halijaingia. Nataka hela yangu mimi. Hapa stoki nataka hela yangu. Sijui limeenda wapi. Yaani ataona nataka hela yangu. Yaani hela yangu ile hivyo tu kizembe wewe. Wewe bora angenipapo. Yaani hivyo tu kizembe. Nataka hela yangu. Yaani mimi nataka hela yangu tu. Tamfanya kitu kibaya huyu. Unaendeleaje ndugu yangu?
Namshukuru Mungu naendelea vizuri. Dada, natamani kusikia ulichokuja nacho. Ni kama tulivyozungumza tu. Nimetoka hapa, nimeenda nikamtafuta Afande Kimu, nimeweka naye mazungumzo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mazungumzo yameenda vizuri, lakini akadai anahitaji pesa. Kiasi cha pesa ambacho ameniambia, alikuwa ameniambia 200,000. Nikang'ang'ana naye, nikajivuta naye, mwisho wa siku tukafikia kwenye 150,000. 150,000. Kwanza mimi nikushukuru kwa kunipambania. Lakini kwa kusema kwamba ninaweza kuwa na hiyo pesa kama pesa, hapana. Pengine labda nichukue vitu pale nyumbani viuzwe ndio hiyo pesa ipatikane. Wewe takataka Mboya, yaani wewe umeachwa na Violet, umeamua kwenda kuchukua mwanamke wa bani. Wa nini sasa huyo? Huoni kama unajiongezea upumbavu uliokuwa nao? Hivyo umbea unakusaidia nini? Ama unapokuwa unaangalia maisha ya watu, fulani kafanya nini, fulani anaishije, we unafaidika na nini hasa? Hayo mimi ni maisha yangu. Kama wewe unamwona ni mwanamke wa bahani, kwangu mimi namuona ni mke bora. Mimi nakuhurumia, ndio maana nakwambia ukweli. Wewe ni mpumbavu. Usingefanya vile. Umejipa mzigo ambao wewe ulikuwa umekutoka kabisa. Usingeoa. Au yule msanii aliyeimba kwamba sijui nini, kwamba angeimba bora hivi: wanaume wasokuwa na hela bora wangepelekwa selo, wanajaza dunia. Ndio wewe mnajaza dunia kwa sababu huna akili. Unasikiliza mzee? Tuheshimiane. Maisha ni yangu na yaishi mimi mwenyewe. Hayakuhusu kwa chochote. Yaani sijui nitumie lugha gani unielewe. Lakini nimekwisha kuambia hayo mimi ni maisha yangu. Awe mwanamke wa bahani, awe mwanamke wa wapi, mimi ndo nimeshampenda. Na kwa bahati nzuri sote tunapendana. Vitu vingi nilikuwa sivipati kwa hiyo mwanamke ambaye wewe pengine ulihisi ni bora au namna gani. Lakini yeye ananifanyia. Kwa hiyo hayo ni maisha yangu, mimi niache. Ana vitu vingi anavyonipa ambavyo wewe pengine huvijui na siwezi hata kuvipata kwa mwanamke mwingine yoyote yule. Kwa hiyo maisha yangu ni yangu na mimi ndo na maamuzi ya nifanye nini kwa wakati upi na kipi nisifanye. Sijui unanielewa? Kisiki sihitaji unifuatilie, niache na maisha yangu mimi. Kama ni mwanamke ni wa kwangu, nipo naye mimi. Na hiyo tabia iishie leo. Hivi nyinyi watu, yani mfanywe nini? Au mnataka mtu aishije? Violet mkasema ananipelekesha, ananiendesha. Huyu tunaishi naye vizuri pia mnasema. Mnataka mfanyeje? Mnataka mimi nifanyeje? Mimi na maisha yangu. Na ni ya kwangu peke yangu, hayakuhusu wewe. Na kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho. Pita hivi. Nenda zako bwana. Ina maana kipindi unatoka nyumbani ulikuwa hujaacha hata kiasi chochote cha kujua kwamba hii changamoto tunaweza tukaenda tukamega, alafu tukamaliza huu mchakato haraka sana ili kwamba uweze kuwa huru uendeleze kazi zako vizuri. Tatizo ni kwamba sikufikiria kama ningekuja kuingia kwenye matatizo kama haya. Yaani hapa nipo mimi na miaka yangu tu. Inabidi uende pale nyumbani, uangalie ambacho kinaweza kuwa na thamani hiyo pesa ambayo inahitajika. Kwa sababu sina chaguo lingine. Sasa pale kwako
na unavyomjua shemeji, majuzi kati hapa penyewe amejaribu kunipeleleza nikamluka. Huoni kwamba itakuwa changamoto? Sikiliza, kuhusu swala la shemeji yako, mimi nitazungumza naye mwenyewe, wala hilo lisikupe shida. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri ungefanya hivyo tu, ili haya mambo mengine yapite. Basi sawa, tuko pamoja sana. Shemeji kacharuka, anavodai mewe mnasumbua. Hataki ushemeji wa kishenzi, yuko tayari atakuwa panga taua. Anavompeleka mumewe, shemeji huyo lafu mtani changu doa. Shemeji huyo taki ndugu wa mwanaume, shemeji huyo nyesala ndugu kaoa. Shemeji huyo angekuwa mke wangu mimi ngembadilisha kwa magimbi. Shula losomea ni hatari, kafanya mewe mkimbizi.